hawezi kukataa. Una uhakika Bika? Hawezi wewe niunganishe naye. Niunganishe naye niongee naye, akikataa basi. Hebu subiri kwanza bana. Niunganishe naye Biki Dawa. Halo. Biki Dawa namtaka huyo kijana. Halo? Kakata simu. Mame. Sasa mbona anikatie simu? Mbona anikatie simu wakati mimi bado nazungumza naye? Biki Dawa kumbe ndo anadharau kiasi hiki. Biki Dawa kwa nini ananicheleweshia mimi kukutana na yule kijana? Wakati leo nimeongea na kijana mchana, tulikuwa tunaelewana kabisa. Ananiomba msamaha na nibembeleza kwa sauti ya mahaba. Leo hii hataki kabisa niongee naye. Kwa nini anashindwa kuniunganisha naye? Wakati kijana mimi nampa hela kila siku. Na nimetuma milioni 5 sasa hivi hapa. Biki Dawa. Biki Dawa ananichezea akili nini huyo? Biki Dawa anacheza na akili yangu, si ndio? Subiri nimpigie tena. Bila kuchoka. Kagoma kupokea. Halo, we Biki Dawa? Halo. Sasa vipi unikatie simu? Bwana we mtandao. Mtandao hichi. Wakati nilikuwa nakusikia vizuri kabisa unaongea, simu umekata makusudi Biki Dawa. Biki Dawa kumbe ndo unadharau kiasi hicho. Sijawahi kukudharau. Sikiliza Biki Dawa. Mimi kila siku nakutumia pesa, zile ninazotuma ni pesa. Sio ufilangoto ule. Sio upwipi ule ninaotuma, ni pesa piwa kabisa. Na pesa yangu mimi inaniuma. Haiwezekani mimi niwe nalipia pesa kila siku na kijana nashindwa kukutanishwa naye. Bado namseki. Kijana kanyooka, wewe ndo mwenye kipengele Biki Dawa. Nembu naomba nikutanishe naye leo kijana nione kama kapinda. Biki Dawa. Sasa leo nasema leo ni mwanzo na mwisho. Sitaki kuongea na wewe maneno mengi. Kama umeshindwa kuwa daraja kati ya mimi na Sam, naomba mimi mwenyewe ndo niwe daraja. Kivipi? Namtaka Samu leo. Haiwezekani. Biki Dawa namtaka Samu leo. Biki Dawa. Halo. Kakata tena namfuata. Sasa hivi namfuata nyumbani kwake. Huyu nikiendelea kumchekea hivi huyu, hii mbungo nitakuwa siri na pesa zangu kila siku nitakuwa nalika. Hili swala haliwezekani. Namfuata huko. Yaani leo lazima nikutane na Sam. Bikachala kachachuka. Hataki kuelewa kabisa. Anamtaka Sam. Na mimi sitaki yule akutane na Sam saa hizi. Sitaki kabisa. Kwa sababu Sam bado namuhitaji. Nataka abaki kuwa wa kwangu. Sijui nimefanya makosa kuchukua pesa zake. Na mimi nisingeweza kuafodi kumpa huyu kijana hela kila siku. Lazima ningemtumia tu Bikachala. Sasa itakuwaje? Kachachuka. Hata sijui nifanyeje. Ngoja nirudi kwanza chumbani. Aishe, vipi mwanangu? Umefanikiwa kuwakimbia polisi? Achana na mimi dogo. Yaani kwanza ningejua kama wewe ni msaliti kiasi hiki, nisingelisubutu hata kumsogelea yule mama. Yaani umensapuza vizuri. Nenda kamtongoze. Hawezi kukataa yule, lazima ataingia tu kwenye 18. Haya, nimeenda pale nimeyakanyaga. Dakika za mwisho dogo umenikimbia. Mimi napelekwa kituoni. Yaani ni heri tu kituoni nimekutana na mtu mwema. Akasema kwamba hii sio kesi ya kukufanyia kuletwa hapa kituoni. Ni demu mzuri, mkali. Afande huyo. Mkali kinoma, anaitwa Afande Martha. Akawa anaanza kunitongoza. Mimi nakupenda. Nikamwambia nipe namba zako za simu. Hapa nimetoka kituoni na nimeinsure namba za simu. Nazo nitampigia baadaye, nishapata demu. Basi hiyo sasa sio disadvantage. Hiyo ni advantage. Je, usingeenda kituo cha polisi, ungeenda kupata namba? Si bora tu umeenda kituoni na umepata namba za demu. Ni mshangazi? Hapana, sio mshangazi, ni binti tu mdogo. Huko sasa unapotea bro. Tulishakubaliana target yetu sisi ni mshangazi. Mama, tuhakikishe mimi napata mshangazi mama mwenye pesa na wewe unapata mshangazi mwenye pesa. Sio hao vijana wadogo. Au si ndo wale tu wa kuletwa geto hapa kuanza kuwekana nje kungatwa na mbu. Au mimi sasa hivi siataki. Yaani sitaki kusikia. Hakuna kuwa na demu mdogo hapa sasa hivi. Hapa ni kutafuta mishangazi kwenda mbele. Shega, sasa tunafanyaje Shemtoi? Maana jaribio la kwanza limefeli. Hapa sasa mjomba tumtafute Sham. Kwa sababu tushajua kwamba mishangazi haingiliki hivi kwa kwenda kutongoza. Ukienda kutongoza mshangazi unakuona kama unatamaa, umetamani mali zake. Sasa hapa cha mshingi tumtafute Sham. Lazima kuna kodi. Yule Sham ndo ana kodi za kujua kwamba mshangazi unaupataje. Sasa yule tukimpata yule, tunamlazimisha atuelekeze mbinu za kupata mishangazi. Na hawezi kukataa kwa sababu ni kijana mwenzetu
na ni rafiki yetu pia, muda mrefu tupo naye kwenye michezo yetu. Sasa we have to find him and ask why, how we could do to get mishangazi. Hapo sasa Kiingereza mjomba kimekupa mkono, misamiati imeisha kichwani. Achana na Kiingereza changu kitundu. We have to find Mr. Sam. Lazima tumtafute Sam popote alipo ili atupe kodi ya kupata mishangazi. Okay, shega. Wezumbe, kwani unatafuta nini we baba? Natafuta simu yangu sioni, tena niliweka hapa mezani. Mate, yaani wewe umetoka bafuni sasa hivi mzee Zumbe tayari ushaanza kuwaza simu? Mke wangu, mie ni kama Aisha Speed. Ni streamer mimi, nafanya streaming, lazima muda wote niwe na simu yangu mkononi. Ndio maana nilivyotoka tu bafuni, cha kwanza kutafuta ni simu yangu, kwa sababu nataka niingie live nizungumze na watu wangu. Hakuna mzee Zumbe. Mimi nimekuandalia maji uoge. Sio kwamba ukishatoka kuoga tu moja kwa moja ukimbilie kwenye simu. Nina maana yangu. Umenioa lini mzee Zumbe? Yaani leo ni siku ya ngapi tupo kwenye ndoa? Ndio kwanza tumeanza kuishi pamoja. Kwani vipi? Wewe ni mtu mzima. Najua naongea na mtu mzima hapa, mtu mwenye akili zake, anafahamu kila kitu. Watu wakishafunga ndoa kinachofuata ni kitu gani? Baada ya ndoa watu wakishafunga ndoa kinachofuata hapo. Kwanza simu yangu iko wapi we binti? Hebu niambie kwanza, simu yangu umeweka wapi? We Zumbe, hebu naomba kwanza jibu swali nilokuuliza. Baada ya ndoa kufungwa, kinachofuata ni kitu gani kwa wanandoa? Hapo bila shaka ni fungate. Sadakta. Kumbe unafahamu kabisa vizuri kwamba sasa hivi mzee Zumbe uko kwenye fungate. Uko kwenye nini? Kwenye fungate. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kwanza kuhangaika na simu. Achana na simu na fungate, na kwa siku 7. Siku 7. Sitatamani kuona mume wangu anachezea simu au ameshika simu katika siku hizi za fungate. Haya masiku ya fungate, wewe unatakiwa kuwa bize kabisa na mimi. We binti, mimi nikwambie ukweli tu kutoka moyoni. Kwa kweli mie sitoweza kukaa hata dakika 5 bila simu. Sitoweza. Simu yangu iko wapi kwanza binti we? Simu yangu iko wapi? Wewe mzee Zumbe wewe. Hako kabwigele kako na fujo zako huko kwa mke wako mkubwa Bimlole. Ila sio hapa. Sija kulazimisha unioe. Umetaka mwenyewe kunioa. Na desturi zetu zinasema ukishamuoa mwanamke ni haki yeye kukaa kwenye fungate siku 7 na wewe. Na mimi nimeamua sharti la fungate yetu, sitaki utumie simu, sitaki kukuona na simu mzee Zumbe. Hata sikuelewi mi binti. Ubongo wangu umekataa kabisa kuchakata maneno yako. Sauti yako inaingilia sikio la kulia, inakuja kutokea sikio la kushoto. Sijaelewa chochote kile unachoniambia. Sasa mimi nakwambia je, nataka simu yangu. Simu sikupi mzee Zumbe. Na nikwambie tu kweli, simu yako nimechukua, nimeificha. Sitakurudishia hii simu hadi siku 7 za fungate ziishe. Weye. Why? Why?